Lakini je, ulijua leo utaamka? Did you know that you woke up today? No. So there is a big reason to shangilia Yesu. Hallelujah! I want to thank the Lord so much this morning. Anataka kumshukuru sana Bwana asubuhi ya I leo. want to thank the Lord so much this morning. Anataka kumshukuru sana Bwana asubuhi ya leo. Also, I want to welcome everybody in the house of the Lord. Na tena nataka kumkaribisha kila mmoja katika nyumba ya Bwana. But feel free. Ya kwamba Jinsi uko huru. jinsi ya kwamba uko huru. Feel free to be in the house of the Lord. Ya kwamba uko huru katika nyumba ya Bwana. Because this is the only place you can run to Kwa sababu mahali hapa ndio mahali ambapo unaweza kimbilia. in your times of trial. Katika siku zako za Hallelujah. Hallelujah. Amen. Welcome so much in the house of the Lord. Karibu sana katika nyumba ya Bwana. You can be seated. Tuketi. I know the Lord is going to help us today. Na Mungu ataenda kutusaidia siku ya leo. Once again, Tena I want to welcome everybody in the house of the Lord. nataka kumkaribisha kila mmoja katika nyumba ya Bwana. And I want to thank the Lord so much for being faithful to us. Na nataka kumshukuru sana Mungu kwa kuwa mwaminifu kwetu sisi. I thank the Lord so much for being loving to us. Namshukuru sana Bwana kwa kuwa kwa upendo kwetu sisi. Why? Kwa nini? Because Kwa sababu He has given us a chance ametupea tunuku. once again to come to His house Tena tukuja katika nyumba yake. and prepare. Na tujiandae. Hallelujah. Haleluya. We know very well Tunajua vyema sana. that the reason we come to the house of the Lord Sababu ya kuja katika nyumba ya Bwana. is to prepare for the coming of the Messiah. Kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. The reason we come to the house of the Lord Sababu ya kuja katika nyumba ya Bwana. is to be on the right side of the Lord. Kuwa sehemu nzuri na Kuwa sehemu sawa na Bwana. kuwa sehemu sawa na Bwana. So that when that time comes, Ya kwamba ile siku itakapokuja we'll be in the kingdom of the Lord. tuwe katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. Hiyo ni sababu kubwa sana inatuleta katika nyumba ya Bwana, si ndio? Kila mtu, wewe ukikuja kanisani unakuja nini? Tunakuja kwa sababu tunataka kujiandaa. Kwa sababu tunajua Masihi anarudi. Tumefundishwa, tumejua. Kwa sababu Masihi anafanya nini? Anarudi. Kwa hivyo tunakuja kujiandaa kwa sababu gani? Ya kuja kwa Masihi. Kwamba asiweze kutuacha akirudi. And that takes me to our teaching of today. Ile inatupeleka katika mafundisho yetu ya leo. Entry to the kingdom of God. Kuelekeza katika ufalme wa Mungu. Entry, kuingia. Entry to the kingdom of Katika God. ufalme wa Mungu. It is a very big teaching. Ni fundisho kubwa. Hata ukifundisha namna gani huwezi maliza. Ile fundisho hata ufundishe namna gani huwezi maliza. Hallelujah. Haleluya. Entry to the kingdom of God. Kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Watu wanalala tayari. Ndio tunaanza. Watu wanalala. Nitakuwa nataka kuanza In the book of Genesis. katika kitabu cha Mwanzo. In the book of Genesis. Katika kitabu cha Mwanzo We see the Lord creating the world. tunaona Mungu akiumba ulimwengu. Ulimwengu. The Lord is our creator. Mungu ni muumba. We see the Lord as a creator. Tunaona Mungu kama muumba In the book of Genesis. katika kitabu cha Mwanzo. He is creating the world. Anaumba ulimwengu, He is creating the heavens. anaumba mbinguni, He is creating everything on earth. anaumba kila kitu katika ulimwengu. He creates the seas and the sky. Anaumba bahari na mbingu na Hallelujah. mawingu. Now in Genesis, God is a creator. Katika Mwanzo Mungu ni muumba. But as we continue, Tunapoendelea in the same Genesis, katika Mwanzo huyo man falls away from the love of the Lord. mwanadamu anaanguka kutoka mbele ya Bwana. Mwanadamu anaanguka kutoka katika njia ya Bwana. We see Adam in the Garden of Eden. Tunaona Adamu katika Bustani ya Eden. bustani ya Edeni He falls away from the love of the Lord. anaanguka kutoka katika upendo wa Mungu. But because the Lord is very loving to man, Lakini kwa sababu Mungu ni wa upendo sana kwa he mwanadamu, still looks for a way to redeem this man. anajaribu kuangalia njia ya kumrudisha huyu mwanadamu. Anachagua njia, anatafuta njia ya kumkomboa. He looks for the redemption way of man. Anajaribu kuangalia njia ya kumkomboa huyu mwanadamu. And he looks around. He looks around. Anaangalia, Anatafuta. anatafuta, Na anatafuta.
lakini anashangaa nitamsaidiaje huyu mwanadamu? Lakini anasema kwamba na kwa sababu mimi ni mwenye upendo sana kwa mwanadamu, I love this man so much. Napenda huyu mwanadamu sana. And to justify that, kuthibitisha tu hiyo, he creates man, the last creation. Anamuumba Mungu katika uumbaji wa mwisho. And then he says, Anasema that let us make him in our own image and likeness. wacha nimuumbe katika umbo la mfano wangu. Hallelujah. That really shows us how the Lord is loving to us. Inaonyesha jinsi vile Mungu anatupenda. And like it's not enough, Na si hivyo tu. he looks for a way Anaangalia njia. that now Adam is naked. Sasa Adamu yuko uchi. Hapo uchi. Amewekwa peupe. Sasa yuko uchi kabisa. Adamu amewekwa peupe ako uchi. Katika dhambi kabisa. Amewekwa uchi kabisa, ameandikwa katika. Ameandikwa. Haleluya. Na nasema kwamba mimi ni mwenye upendo. Sasa nitafanya nini? Then the Lord comes. Na Mungu anakuja. And then he says, Anasema now someone must die. hapa mtu anatakana afe. Even before someone dies, Kabla mtu afe, there is blood that has to be shed. kuna damu ambayo inatakana Kuna damu kumwagike. lazima imwagike. So we get Sasa tunapata that for the man's redemption, kwa mwanadamu kukombolewa, damu lazima imwagike. kwa mwanadamu kukombolewa lazima damu imwagike. Damu lazima imwagike. And that's why Na ndio sababu you see now, unaona sasa he looks for something to cover. anaangalia kitu cha kumfunika. Kuna damu imwagika mahali. Mnyama lazima akufe. Anasema kwamba lazima nimfunike. But then the Lord comes again Tena Mungu anakuja, and he looks around anaangalia, and he says no. anasema hapana, Can this be enough? hii haitakuwa It can never be enough. mwisho. Yes, an animal has been slain. Ndio, mnyama amechinjwa, Blood has been shed. damu imemwagika. But the way I love this man, Na jinsi vile nampenda huyu mwanadamu, this is not enough. hii si mwisho. He comes to give man a chance. Anakuja kupea mwanadamu tena nafasi. When he comes, Anapokuja, he sees man and he looks at man and he sees him in a lot of sin. anapomwangalia mwanadamu anamuona na dhambi nyingi. He looks the blood that was shed. Anaangalia kwa hiyo damu ambayo ilimwagika, It was not enough. Haikuwa ya kutosha. Alafu anasema kwamba sasa lazima kutakuwa na mtu atatumwa. I have to send someone. Natakana ni mtume mtu. And then he calls a meeting in heaven. Na anaitisha mkutano kule mbinguni. He calls the angels. Anaita malaika. He calls everybody. Anaita kila mtu. The 24 elders. Na wale makarubi 24. We have the creatures that are in heaven. Kuna wale viumbe kule mbinguni. They sit down. Wakaketi chini. They don't look around. Wanaangalia, wakaanza kuangalia And the kabisa. Lord asks, Na Mungu anauliza, who will I send? ni nani nitakayemtuma? Who will I send? Nitamtuma nani? Everywhere there is total silence. Kila mahali kulikuwa na kimya. Total silence. Kulikuwa na kimya kila mahali. Total silence. Kimya kila mahali. And then all of a sudden, mara moja tu ghafla binvu, Wakafula, mwana wa Adamu, yeye aliyezaliwa na Yusufu, akakuwa pamoja nasi, akainuka akamwambia baba, najua si rahisi lakini nitaenda. Hallelujah. haleluya. The Messiah has to come now. Basi inatakana akuja We sasa. are still in the redemption of man, Tuko katika kuokolewa kwa mwanadamu. talking about the entry to the kingdom. Tukiangalia kuingia kwa ufalme. Because the reason of being redeemed, Kwa sababu mwanadamu sababu ya kukombolewa Kwa sababu ni ya kuingia kukombolewa. mbinguni. ni kuingia mbinguni. Hiyo ndio sababu hizi shughuli zote zinafanyika, ili kwamba mwanadamu aweze kuingia katika ufalme wa Mungu. That's when the Messiah comes. Ndio sababu Masia anakuja. Once again, there is blood that is being shed. Hiyo damu ambayo ilimwagika Pale msalabani, pale msalabani. pale palikuwa na aibu, pale palikuwa na
alifanyiwa mambo yote so that you and I, ili kwamba wewe na mimi we can be able to be saved. ili tukombolewe. And that's why he says Ndio sababu anasema in John 3:16 that for God so loved the world, kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. katika Yohana 3:10 John anasema 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu na akamtoa mwana wake wa pekee, hata akamtoa mwanao wa kipekee, ili kwamba yule yeyote amwaminie ili kwamba yule yote amwaminie asipotee bali apate uzima wa milele. apate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Let's run to Revelation chapter 3 verse 7. Revelation chapter 3 verse 7. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 7. Revelation chapter 3 verse 7. Ufunuo wa Yohana mlango ni wa 3 mstari wa 7. mstari wa 7. Mlango wa 3 mstari wa 7. My Bible says, and to the angel of the church in Philadelphia, write, the word of the Holy One, the true one, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. Verse 8, I know your works. Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word, and you have not denied my name. Verse 9, behold, I will make those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. Nitasoma katika Ufunuo wa Yohana 3:7 inasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo maneno yake yeye aliye mtakatifu na wa kweli, yeye aliye na ufunguo wa Daudi. Anachokifungua hakuna awezaye kufunga, wala anachokifunga hakuna awezaye kufungua. 8, nayajua maneno yako, tazama nimeweka mbele yako malango uliofunguliwa, wala hakuna awezaye kufunga. Ninajua kwamba una nguvu kidogo, lakini umelishika neno langu, wala hukulikana jina langu. 9, nitawafanya wale wa sinagogi la Shetani, wale ambao husema kuwa ni Wayahudi lakini sio, bali ni waongo, waje wapiga magoti miguuni pako, nao watajua ya kwamba nimekupenda. 10, kwa kuwa umelishika neno la zaburi yangu, nitakulinda hata utoke katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote, ili kujaribu wote wakaao duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Now we still see Jesus Christ here. Na Bwana Yesu Kristo mahali hapa. On the process of salvation of man. Katika njia ya wokovu wa wanadamu. We still see Jesus Christ. Na Bwana Yesu Kristo. In Revelation chapter 3. Katika Ufunuo wa Yohana 3. He is now being brought out as the son of David. Tunamwona akiletwa kama mwana wa Daudi. And he says. Na anasema. That he has the key. Ya kwamba ako na kifungu. He's the only one who has the key. Ni yeye pekee yake ndiye na kifungu. That can be able to open. Ana kifungu ya kufungua. Anaweza kufungua. Anaweza kufungua. Hallelujah. Hallelujah. He says. Anasema. That there is a door. Kuna mlango. That is him alone who can open. Ni yeye tu pekee yake anayeweza kufungua. And no one else can open. Hakuna yote yule anayeweza kufungua. And he says. Anasema. When he comes to open. Anapokuja kufungua. No one can be able to close. Hakuna yote anaweza kuifunga. And when he comes to close. Anapokuja kufunga. No one can be able to open. Hakuna yote anaweza kufunga. And then when you read verse 8. Anaposoma mstari wa 8. I know your works. Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut.
I know that you have been little power, but yet you have kept my word and have not denied my name. Nani anasema, najua matendo yako. Tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hakuna awezaye kufunga. Ninajua kwamba una nguvu kidogo, lakini ulishika neno langu wala hukulikana jina langu. Hallelujah. Hallelujah. He says Anasema that I have put an open door. ameweka mlango wazi. Listen to me, precious people. Nisikilize wapendwa. There is a door. Kuna mlango. And he says Anasema he's the only one who can open. ni yeye pekee yake anaweza kufungua. And then he continues by saying Na anaendelea kusema that if he closes, anapofunga no one can be able to open. hakuna yeyote anaweza kufunga. And if he opens, Na anapofungua no one can be able to close. hakuna anaweza kufunga. But then he says, Na tena anasema I have placed before you an open door. ameweka mbele yako mlango uliofunguliwa. In other words, Kwa maneno mengine, he's still giving us a chance. hapana na tupeo nafasi. Fursa na nafasi. Hallelujah. He says, Anasema the door is still open. mlango bado In umefunguliwa. other words, he's saying, Kwa maneno mengine the anasema door is still open. mlango bado umefunguliwa. The door is still open. Mlango bado umefunguliwa. You can do something Unaweza fanya kitu. because there is still some grace. Bado Kwa kuna sababu neema. kuna neema, bado kunayo neema. Hallelujah. Haleluya. He's justifying very well here. Anathibitisha kabisa. Anasema kwamba bado mlango uko wazi. Nimeweka mbele yako mlango ulio wazi. Yeye ndiye aliye na kifungu. Wacha kuogopa wanadamu. Stop fearing men. Wacha kuogopa wanadamu. There is nothing man can do to you. Hakuna chochote ambacho mwanadamu anaweza fanya kwako. He even says Hata anasema that the worst of it that man can do to you kitu kibaya zaidi ambacho mwanadamu anaweza fanya kwako is to kill you. ni kuua. That's the worst man can do to Ni you. kitu kibaya kabisa ambacho mwanadamu anaweza fanya kwako. But then he says, Na tena anasema he is the only one with the power ni yeye tu pekee yake aliye na nguvu to work on you even after your death. kufanya kazi kwako hata kama umekufa. He knows where you will end. Anajua mahali utaishia. Because even that man who kills you Hata anajua ile mtu ambaye amekuwa is also going to die. He's also going to die. pia yeye anaenda. Yeye pia atakufa. So we see in Revelation chapter 3, Tunaona katika Ufunuo wa Yohana 3 the son of David, mwana wa Daudi, Jesus Christ, Yesu Kristo, the Holy One of Israel, mtakatifu wa Israeli, the one who was born from Mary, yule ambaye alizaliwa katika Maria, but he became the king of the world. lakini alikuja kuwa mfalme wa ulimwengu. He says Anasema that I am the one with the key. yeye ndiye aliye na kifungu. So you don't have to fear anybody else. Usije ukaogopa mwanadamu yeyote. I'm the only one you have to fear. Ni yeye tu pekee yake unastahili kumhofu, Because I'm the only one kwa sababu ni yeye who, if I decide to shut, anapoamua kumfunga no one can open. hakuna yeyote anaweza kufungua. And if I open, Na kama atafunga no one can come to shut. hakuna yule ambaye atafunga. But he says, Anasema I have placed an open door. ameweka mlango wazi mbele yako. I have placed an open door. Ameweka mlango wazi mbele yako. He says, Anasema I have given you a chance. amekupea fursa. In other words, Kwa maneno I mengine, have given you a chance to repent. amekupea fursa ya kutubu. I have given you a chance to prepare. Amekupea fursa ya kujiandaa. Because I love you so Kwa much. sababu anakupenda sana. Kama hangekuwa anatupenda, huo mlango haungekuwa umefunguka saa hizi. It could not be open. Haitakuwa imefunguka. Haingekuwa imefunguka. Unajua jinsi tulivyo watenda dhambi. Nikauliza swali moja mahali pengine. Jaribu kuanzia hili. Kama ungekuwa Mungu, alafu uko kule juu, alafu unaona hizi visanga zinaendelea hapa chini. Wakupara osa, wakalifanya saa kuliamkuda, wanaona anga ebi koreka na anga musi balamu no. Ebi tuko mi koreka na musi balamu. Kama ungekuwa Mungu, let's say now you are God. Wacha tuseme Wewe ungefanya wewe ni nini? Mungu, ungefanya nini?
Admin, wewe ungefanya nini? Ungekuwa ulishafunga kitambo, sio? Hiyo inatuonyesha jinsi ambavyo Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ni Mungu mwenye rehema. Anasema kwamba mlango bado uko wazi. Nimeweka mbele yako mlango ulio wazi. Kwako wewe ni kujiandaa tu. Ni kujiandaa tu. Because in verse 10 he says, katika mstari wa 10 inasema, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. 10 inasema, kwa kuwa umelishika neno la saburi yangu, nitakulinda hata utoke katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote, ili kuwajaribu wote wakaao duniani. Saa ya kujaribiwa kwa watu wa ulimwengu, ili kuja kujaribu wale waliokaa kwenye ulimwengu. What he says, the hour of trial. Kila anasema saa ya majaribu. That is the day of the rapture. Yaani siku ya unyakuzi. That is the day ndio siku when he is coming to differentiate